Kwa upande mwingine Engineer amefunguka pia kiundani namna ambavyo mwekezaji wa klabu ya Yanga Garib Said Mohamed anavyo play part kubwa kuhakikisha kwamba Yanga imefikia kwenye ubora huu. Anasema katika miaka ya mwanzo wakati wa uwekezaji anasema Garib aliamua kuvaa mabomu ama alijilipua kwa ajili ya kuisaidia Yanga zaidi ya kile ambacho alikiandika kwamba atakifanyia Yanga. Anasema cha kwanza ilikuwa ni kuihamisha klabu ya Yanga kutoka pale ilipokuwa inaishi Manzese na kuipeleka katika hoteli ya Hyatt Regency Hotel pale ambapo timu ilikaa almost msimu mzima na yeye alikuwa analipa kila kitu. Aliplay part kubwa sana kuhakikisha kwamba anaivalue kwanza club, anaongezea thamani kubwa club, akailipia kila kitu kwa msimu mzima. Lakini kingine kilichofuatia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu inapata sehemu salama zaidi ya kufanya mazoezi, na anasema walifanya mazoezi katika kule Law School, viwanja vya Law School kwa msimu mzima, na kote huko Garib Said Mohamed GSM aliplay part kubwa kuhakikisha kwamba klabu inapata sehemu sahihi zaidi ya kufanya mazoezi kwa utulivu mkubwa wa hali ya juu. Lakini kingine ambacho alikifanya baada ule msimu kutamatika, aliwapeleka Avic Town. Kule kuna apartment, wachezaji wakawa wanaishi sehemu nzuri, na kwa msimu mzima Garib Said Mohamed alilipia na klabu ilikopo play part yoyote. Lakini kingine kikubwa ambacho amekuwa akikifanya ni kukava magepo. Anasema klabu katika uendeshaji imekuwa na changamoto zake za hapa na pale, ikiwemo katika swala zima la uendeshaji. Anasema kuna kuwa na deficit mara kadhaa kwa sababu mapato ya klabu yamekuwa ni madogo kulingana na matumizi ya klabu. Lakini katika zile deficit zote ambazo zinajitokeza, Garib Said Mohamed amekuwa akiplay part ya kukava zile deficit, na anampongeza kwa kiasi kikubwa. Lakini pia hata sehemu za usajili amekuwa akimwambia Engineer, wewe nenda front, kama umemwona mchezaji ambaye ni mzuri basi wewe nenda front, hakikisha kwamba una play part yako, hakikisha kwamba anaichezea klabu ya Yanga, mimi nipo kwa ajili ya kufacilitate. Na yote hayo amekuwa akiyafanya, kugaramikia safari za kumfuatilia mchezaji, safari za kumtazama mchezaji, safari zote za kuhakikisha kwamba mchezaji ana sign deal na kuingia katika klabu ya Yanga. Zote hizo ni GSM amekuwa akiplay part yake. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mwekezaji ambaye amekuja ku turn up, amekuja kubadilisha game hasa katika swala zima la wawekezaji, lakini wadhamini wa vilabu hivi kwa ajili ya kuiongezea power Yanga, lakini pia kuongezea thamani kubwa klabu ya Yanga. Na anasema katika madili yote ambayo amefanya, usajili ambao ulimsumbua sana ni wa Stefan Aziz Ki, lakini kote huko GSM alikuwa akiplay part. Akipiga simu moja kwa GSM kumuelezea kwamba kuna sehemu amekwama, basi anamwambia wewe tekeleza, mimi nitafacilitate. Kwa hiyo haya yote yamekuwa mafanikio makubwa ya Yanga, yametokana na chagizo kubwa sana la GSM. Lakini Engineer ameendelea kutoa rai kwa mashabiki wa klabu ya Yanga kuendelea kujisajili, lakini pia kuthamini kile cha kwao, kuonyesha kwamba zile senti zote ambazo zinaingia kwenye klabu ni kwa ajili ya uendeshaji. Na amesema hatamani kuona kwamba GSM mara zote ana play part ya kukava yale magepo. Anatamani klabu siku moja ianze kugenerate income na kuweza kujiendesha peke yake bila kuwa na deficit zozote. Na amesema ndio maana uongozi ama safu nzima uongozi uliopo madarakani kwa sasa chini yake pamoja na Arafat Haji wamekuwa wakihakikisha kwamba wana sign deal tofauti, hiyo milioni 200, hiyo milioni ngapi, kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba wana cover zile gap ambazo zinabakia kwa ajili ya uendeshaji wa klabu. Kwa hiyo amezidi kumpongeza GSM, akisema kwamba ni mtu ambaye amejitolea na ana play part zaidi ya ile ambayo ameahidi kuiplay katika klabu ya Yanga. Na hii yote imekuwa ni chagizo kubwa la mafanikio ya Yanga kwa kipindi hichi kifupi. Na anaona Yanga ikienda kufanya makubwa zaidi, na kwa sasa hivi anaamini kwamba hakuna klabu ambayo inaizidi Yanga kwa ubora. Na anasema kwa vyovyote vile vilabu vyetu hivi vina uwezo wa kusaidiwa kwa upande mkubwa sana na mashabiki, push factor kutoka kwa mashabiki kwa swala zima la usajili. Mashabiki wana uwezo wa kuona mchezaji mzuri, mashabiki wanaweza kukuelekeza kwamba mchezaji mzuri ni yupi, msajili. Na anasema hata kwa upande wa Stefan Aziz Ki, mashabiki wa Simba ndio walikuwa wana push sana kuhusiana na Stefan Aziz Ki, kwamba waliona jicho lao liliwapeleka pale, lakini yeye kutokana na ile pushing factor kutoka kwa mashabiki aliamua kuingia katikati, na mwisho wa siku amempata mchezaji mzuri. Kwa hiyo anasema hili la
mashabiki kuona mchezaji mzuri na kuipush uongozi kwa ajili ya kuweza kumsajili ama kuitumikia klabu yao ni sahihi kabisa. Na siku zote wako watu wenye macho tofauti tofauti, na anasema kwamba kwenye maendeleo ama kumjua mchezaji mzuri kuna vitu vitatu. Kwanza kuna development phase. Hii development phase kumjua mchezaji kwamba mara zote ranking yake inatakiwa iendelee kupanda kwa sababu yuko katika kukua. Lakini anakuambia kuna climax. Huyu mchezaji chati yake inapofika kileleni kwenye ubora wake, unajua kabisa hapa ni climax, hauwezi kumfanya chochote aendelee kukua zaidi. Na kingine ni flowing chart. Mchezaji anakuwa anashuka kile kiwango chake kutokana na kwamba ameshafika kwenye climax level yake. Haya yote amefanya exclusive kabisa na kituo cha Bongo FM. Hizi zote ni data za engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Young Africa.